Lakini kabla tujasoma 1 to 2, hebu tuende tu hapo 23 Numbers 23, soma 27 to 30, 27 mpaka 30. Hapo ndio tuliachia last. Nake Baraki agikira Balamu atiri, ukatuthie gutware o handu hangi, hihi no gukorwo Ngai ni egugwitikiria kurumira andu aya wiho. Wiho Baraki agikira Balamu akimutwara kirima-ini kia Peoru, kiria kirorete na kuu muhuro werũ-ini. Nake Balamu akira Baraki atiri, riu kinjakire igongona mugwanja haha, na uthinjithirie ndegwa mugwanja na ndurume mugwanja. Nake Baraki agika o ta uguo Balamu oigire gwikwo, agithinjira igongona-ini icio o kigongona ndegwa imwe ona ndurume imwe. Amen. Kwa hivyo tuliacha hapo Balak alipomchukua Balaam na akampeleka tena katika mlima. Kumbuka alikuwa anamtoa hapa na mpeleka hapa, akijaribu kumfanya alaani wana wa Israeli. Na sasa tunaona ama mahali tuliachia kwamba Balak amempeleka Balaam tena, amempeleka kilele cha mlima Peori mahali yake. Balaam akamwambia Balak, haya, unijengee madhabahu 7, kisha uniandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Kwa hivyo akaenda akafanya tena, akatengeneza tena mahala pale madhabahu 7, tena ng'ombe 7, kondoo 7, ili atoe sadaka, ili Balaam aweze kulaani wana wa Israeli. Balak akafanya kama Balaam alivyosema, akasogeza sadaka ng'ombe mume na kondoo mume juu ya kila madhabahu. Hapo ndio tulikuwa tumeachia. Sasa tuanzie 24 kuendelea. Soma sasa 1 na 2, 24. Na riri hindi ya Balamu onire ati Jehova ni endete kurathima Aisiraeli o kumarathima, ndaigana kuono akigeria gutuiria mohoro ma undu wa nyoni iria ariona ta uria ekaga mahinda macio mangi, no ni kuroria aroririe uthio wake werũ-ini. Nake Balamu akiinamura maitho make na iguru akiona Aisiraeli maikarite o ta uria mĩhĩrĩga yao yatariĩ, nake Roho wa Ngai akimukora akigĩa nake. Hapa tunaona basi Balaam alipoona kwamba ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Balaam akainua macho yake, akawaona Israeli wamekaa kabila kabila. Roho ya Mungu ikamjia. Kwa hivyo tunaona Balaam aliona kuwa imependeza Bwana kubariki Israeli. Katika hiyo yote, kumbuka kila wakati alijaribu alifungua kinywa chake, alinena baraka juu ya Israeli. Kila wakati alizungumza, alinena baraka juu ya Israeli. Sasa imefika mahali Balaam akaona ya kuwa inampendeza Mungu ama ilimpendeza Bwana kubariki Israeli. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kubariki Israeli. Bwana hakuwa na mabaya juu ya Israeli. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Israeli wabarikiwe. Sasa imefika mahali Balaam ameona ya kuwa inapendeza Mungu kubariki Israeli. Kwa hivyo Mungu is not against Israel, yeye yu upande wa Israeli. Na sasa tunaona Balaam imefika mahali amerealize ama amejua ya kuwa, ameona inampendeza Bwana kubariki Israeli. Hakuenda kama hapo kwanza tunaambiwa ili kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Kwa hivyo sababu ameona kwamba inamfurahisha Bwana, ni kama kumaanisha hapo mbeleni Balaam alipokuwa akienda mbele za Mungu, kuna mambo ya kichawi labda alikuwa anafanya ili kujaribu kuvutia Bwana ashuke anene naye. Na sasa tunaona kwamba hakumtafuta kwa uchawi. Kwa hivyo kumkaribia Mungu sasa hakuenda na njia za uchawi, hakuenda na yale mambo amekuwa akitenda pale mbeleni. Kwa hivyo inaonekana kulikuwa na dua fulani labda anatenda akifikiri kwamba hiyo ndio inamleta Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini kumbuka Bwana alikuwa akishuka sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ashuke abariki Israeli. Bwana apewe sifa.
Sasa Balaam ameona kwamba inafurahisha Bwana kubariki Israeli, na Balaam akainua macho yake akawaona Israeli wamekaa kabila kabila. Roho ya Mungu ikamjia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa anaangalia, sasa anatii mapenzi ya Mungu. Ameangalia Israeli na akaona vile wamekaa kabila kabila. Kumbuka walikuwa wamepangwa, kuna vile Bwana alikuwa amewapanga. Bwana asifiwe. Kuna vile alikuwa amepanga, kuna hema ya kukutania pale katikati, kabila nazo walikuwa wamekaa kando kando kulingana na mpangilio wa Bwana. Na sasa akaangalia na akaona vile Israeli wamekaa. Roho ya Mungu ikamjia. Kwa hivyo sasa roho wa Bwana akashuka kwa Balaam. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu sasa yuko ndani ya Balaam. Yuko tayari kuzungumza na chochote kile atanena sababu roho wa Mungu yuko ndani yake. Bwana apewe sifa. Hakuna kitu sasa kitatoka ndani yake, iwe ni mafikira yake, iwe ni yeye anasema, sababu roho ya Mungu, roho ameshuka juu yake Balaam. Bwana asifiwe. Amen. Na yuko tayari kunena. Hebu soma tu hapo katika 2 Peter 1. Waraka wa pili wa Petro 1:20 mpaka 21, 20 to 21. 2 Peter 1:20 to 21. Tusome. Na mbere ndaya mubataire ni kumenya wega ati guti uhoro ona uriku wanathoruo maandiko-ini ungitaurwo ni mundu akimitaurira we mwene, tondu ri mohoro maria manarathwo gutire uri woka ona ri ni undu wa kwenda kwa mundu, no ni andu ni maririe uhoro umite kwi Ngai. No andu ni maririe uhoro umite kwi Ngai mataritwo ni Roho Mutheru. Tusome tu kwa Kiingereza hapo, first 2 Peter 1:20 to 21. Knowing this first, that one, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. So when the Spirit of God ameshuka, sio mapenzi ya mtu tena kile kinaneno. Bwana asifiwe. Na sio mwanadamu kujaribu kuisema na vile yeye anafikiria. Bwana asifiwe. It is according to vile Bwana anataka, na itasemekana vile anataka isemekane. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuitengeza, kuifanya soft ama kuirahisisha. Hivyo plainly lazima isemekane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile imetoka kwa Bwana, hiyo haina, sio sisi tunaifashion. Bwana apewe sifa. Na sasa tunaona Roho wa Mungu ameshuka ndani ya Balaam, which means whatever comes out of Balaam itakuwa ni mapenzi yake Bwana. Bwana asipewe sifa. Na sasa ameangalia Israeli, ameona vile wamepangwa, Roho ya Mungu ikamjia. 3 inasema akatunga mithali yake akasema. Hebu endelea tusome 3. Agĩgĩitĩka kwaria na thimo akiuga atĩrĩ, ciugo ici nĩcio Balamu wa Beoru, ũcio warĩ mũhingaru maitho, na nĩwe ũikaraga aiguĩte ciugo cia Ngai, agwĩte thĩ maitho make marĩ ona mahingũku, agaikara tarĩ kuona onete kĩoneki kĩa Ngai mwene hinya wothe. Mũndũ ũcio nĩwe waiga ũũ, kaihema ciaku we Jakubu nĩ ciagĩrĩire. Akatunga mithali yake akasema, Balaam mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefunguliwa macho
asema, bado ni yeye anajiongelea. Bwana apewe sifa. Asema yeye asikiaye maneno ya Mungu. Kwa hivyo yeye Balaam mwenye kusikia maneno ya Mungu anasema. Bwana apewe sifa. Yeye ambaye alifunguliwa macho anasema. Bwana asifiwe. Yeye aonaye maono ya Mwenyezi akianguka kifudifudi amefunguliwa macho. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye ananena. Bwana asifiwe. Yuko tayari huyu nabii kunena kulingana na vile Roho wa Mungu ametia ndani yake anene. Bwana apewe sifa. Amen. Anajitambulisha hapa kwa ukoo wake wa kibinadamu. Yeye mwana wa Beori. Bwana asifiwe. Anaongea ati kama mtu ambaye macho yake imefunguliwa. Anajitambulisha kama mtu ambaye anasikia maneno ya Mungu. Anaona maono kutoka kwa Mungu. Yeye huanguka chini na macho yake inafunguliwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile anaenda kuzungumza maneno ambayo imetoka kwa Bwana. Anena ujumbe wa Bwana. Balak amengojea kusikia kile kinatoka kwa Balaam. Bwana asifiwe. Sasa ni kunena, ananena through the Holy Spirit ambaye ameshuka ndani yake. Hebu tuendelee 5. Kaihema ciaku Jakubu nĩ ciathĩrĩire Mpaka 7. ona cio cikaro ciaku Isiraeli kaĩ nĩ ciathĩrĩire tondũ ibucũkĩte o ta cianda igaikara ta mĩgũnda ĩrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ na ikahana ta thubiri ĩhandĩtwo nĩ Jehova ona ta mĩtarakwa ĩrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ. Ndoo ciake ikaiyũra maĩ o nginya maitĩke, ona yo mbeũ yake ĩtũũre handũ he maĩ maingĩ, na mũthamaki we atũũgĩrio akĩre Agagi. Ati mahema yako ni mazuri namna gani Yakobo? Hivyo ndio anaanza. Ati mahema yako ni mazuri namna gani Yakobo? Maskani zako Israeli. Anashangazwa na uzuri na mpangilio wa kambi ya Waisraeli. Bwana apewe sifa. Kumbuka vile walipangwa na mpangilio ya Mungu. Yeye ndiye aliwaambia wakae vile wamekaa. Bwana apewe sifa. Yeye ndiye alipanga hata vile hema imejengwa. Kwa hivyo mtu wote akiwaangalia ataona kuna kitu special kuhusu hawa watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anaanza na kushangazwa na uzuri wa Israeli. Ati mfano wa bonde zimetandwa, mfano wa bustani kando ya mto, mfano wa mishubiri aliyoyapanda Bwana, mfano wa mierezi kando ya maji. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo it looks fertile. Bwana asifiwe. Sababu ni Bwana amepanda, ni Bwana ameitengeneza vile. Bwana apewe sifa. Hawategemei juhudi za mwanadamu. Tunaona hapa kwamba ni kama bustani kando ya mto. Kwa hivyo already wako na supply yote ile wanahitaji pale ndani yao. Bwana asifiwe. Unajua hata ukipanda mti kando ya mto hakuna haja ya kwenda kuimwagilia maji, sababu already iko na a life supply of maji. Bwana apewe sifa. Hata bustani kando ya mto hiyo it flourishes. Hakuna haja ya mtu wote kuongezea kitu chochote pale. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Israeli hata wakiangaliwa ni kama wako self sufficient. Ni kama wamepandwa kando ya mto. Sababu kumbuka Mungu yuko katikati yao. Yule ambaye anapeana yuko katikati yao. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hawana lack, hawana kitu chochote wamekosa. Bwana asifiwe. Ati mfano wa bonde zimetandwa, mfano wa bustani kando ya mto, mfano wa mishubiri aliyoipanda Bwana, mfano wa mierezi kando ya maji. Bwana asifiwe. Hawategemei chochote kutoka nje. Wako na kila kitu wanahitaji hapo kati yao. Mungu yuko katikati yao. Bwana asifiwe. Amen. So wamejazwa. Umesoma 7? Yes. Maji yatafurika katika ndoo zake na mbegu zake zitakuwa katika maji mengi, na mfalme wake ataadhimishwa kuliko Agagi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbegu zao zitakuwa katika maji mengi. Kwa hivyo mbegu zao, anything they plant itatokea, sababu imejaa na maji. Bwana apewe sifa. Wamezingiwa, mbegu zao zitakuwa ndani ya maji mengi. Kwa hivyo uzao wao, Bwana apewe sifa, anything ambao wamepanda, chochote kile kinahitaji kukua, kitakuwa, sababu kiko na all the supply it needs. Bwana apewe sifa.
Kwa hivyo ni watu wako destined kwa baraka makubwa, kukua, kuexpand. Bwana apewe sifa. Everything they plant ita flourish. Bwana apewe sifa. Sababu maji wako nayo nyingi, ndoo zao zimejaa maji. Bwana apewe sifa. Na tena ati mfalme wake ataadhimishwa kuliko Agagi, na ufalme wake utatukuzwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kutakuwa hata na mfalme ambaye atakuwa mkubwa kuliko Agagi, mfalme ambaye ufalme wake utatukuzwa. Bwana apewe sifa. Na tukiangalia hata akinena vile, wakati huu Israeli haitawaliwi na mfalme. Bwana asifiwe. Hii ni kama jambo ambalo litakuja kufanyika Israeli. Kumbuka Daudi bado atatokea pale Israeli, na atakuwa mfalme ambaye hata atapigana na Amaleki na washinde. Bwana apewe sifa. Na tunaona hata kwamba Yesu Kristo anakuja kutokea mahala pale. Kwa hivyo Balaam akinena, ananena kuhusu baraka ambazo ziko juu ya Israeli. Hebu tuendelee. Soma 8-9. Ngai aramurehere amurutete Misiri. Ngai aramurehere amurutete Misiri, hinya uria ari naguo utari ota wa mbogo. Nacio ndũrĩrĩ iria irĩ ũthũ nake nĩ kũrĩa agacirĩa acicine biũ, namo mahĩndĩ macio amoinange tũcunjĩ, ona acirangange na mĩguĩ yake. Nĩ gwĩthuna ethunire agĩkoma thĩ o ta mũrũthi wa njamba, ona ta mũrũthi wa mũgoma, no ũngĩkĩmwarahũra. Kũrathimwo-rĩ nĩ ũrĩa wothe ũgakũrathima, onake ũrĩa wothe ũgakũruma-rĩ, ũcio arogwatwo nĩ kĩrumi. Anazidi kusema Mungu amemleta kutoka Misri. Ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio adui zake. Ataivunja mifupa vyao vipande vipande. Atawachoma kwa mishale yake. Bwana apewe sifa. Bado wanazidi kusema kuhusu Israeli. Kwa hivyo wako na nguvu, wametolewa Misri. Mungu amemleta kutoka Misri. Ana nguvu mfano wa nyati. Kwa hivyo nguvu zao hakuna mtu anaweza kuja against. Bwana asifiwe. Amen. Wako na nguvu kama nguvu za nyati. Atameza mataifa walio adui zake. Kwa hivyo hawa watu kule kote wanaenda watameza adui zao. Bwana asifiwe. Kumbuka Balaam anazungumza kuhusu watu ambao bado wako safarini. Bwana asifiwe. Bado wako safarini kwenda kuchukua kile Mungu amewapatia. Na inasemekana kuwahusu ya kwamba watameza mataifa ambao ni adui zao. Ataivunja mifupa yao vipande vipande. Atawachoma kwa mishale yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna atakayeweza kuja against them. Kama ni adui watawavunja. Kama ni mataifa adui zao watawameza. Nguvu wako nazo, nguvu kama za nyati. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni watu ambao they are unstoppable. Kila wanaenda kufanya watakifanya. Kumbuka anaposema hivi, Balak iko hapo karibu, mwenye kutoa sadaka ili walaaniwe. Bwana asifiwe. Na roho wa Mungu ameshuka ndani ya Balaam, na sasa Balaam ameanza kunena hata mambo kama kutabiria hawa wana wa Israeli kuhusu mambo ambayo hata itakuwa baadaye. Bwana apewe sifa. Na yale ambayo ananena ni makubwa kuhusu Israeli. Na tena anaendelea kusema, aliinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakayemshtua? Na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaaniwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kama mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakayemshtusha? Bwana asifiwe. Kukiwa na simba amelala, hata mkipita msituni muone, hamwezi enda kumshtua na mtaenda kando. Bwana asifiwe. Msimuamshe, sababu akiamka ni vita. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Atiama ni kama mfano wa simba, amepumzika. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza enda kumsumbua. Abarikiwe kila akubarikie, alaaniwe kila akulaanie. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka hii inaposemekana Balak amesimama pale na ni yeye amelipa walaaniwe. Bwana asifiwe. Amen. Such irony. Amelipa walaaniwe, kisha anasikia ikitabiriwa kwamba wote wanaokulaani Israeli na walaaniwe. Na yeye Balak ndiye amelipa walaaniwe. Bwana asifiwe. Amen. Ni kama kusema anaweza kuirisha kwa Bwana asifiwe. Arudishe aseme si mimi, ama tuache hiyo mambo. Sababu mwenye kuwalaani anasemekana alaaniwe.
which means kama Balak atalaani Israel, yeye amelaaniwa. Bwana asifiwe. Na akibariki Israel, amebarikiwa. Ni kama anaonyeshwa which way to go. Wewe walaani, umelaaniwa. Ukiwabariki, umebarikiwa. Inatangazwa na inatoka kwa Mungu ya kwamba atakaye kubariki abarikiwe, atakaye kulaani alaaniwe. Bwana asifiwe. Kile Balak anataka watendewe, sasa inaweza mtendekea. Bwana asifiwe. Sababu yeye anataka walaaniwe na amesikia kwamba ukiwalaani wewe ndio umelaaniwa. Bwana asifiwe. Na hii tunakumbuka kwamba ni baraka ambayo Abraham alipewa. Tuliposoma katika Genesis 12:3, tulisoma hapo ya kwamba Abraham aliambiwa, alipobarikiwa na Bwana na kuambiwa aende, aliambiwa vile yote atakaye kubariki atabarikiwa na yule atakaye kulaani amelaaniwa. Soma hapo tu Mwanzo 12:3. Genesis 12:3. Na rĩrĩ, andũ arĩa marĩkũrathimaga acio nĩ ndĩrĩmarathimaga, na ningĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkũruma ũcio nĩ ndĩrĩmũtũũragia na ndirũ. Na niĩ nĩngatũma thĩinĩ waku kuume rũrĩrĩ rũnene, na nĩngakũrathima, na ndũme rĩĩtwa rĩaku rĩgĩe igweta, nawe ũrogĩtuĩka mũrathimithania. Ũrogatuĩka mũrathimithania. Na rĩrĩ, andũ arĩa marĩkũrathimaga acio nĩ ndĩrĩmarathimaga, na ningĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkũruma ũcio nĩ ndĩrĩmũtũũragia na ndirũ, nayo mĩhĩrĩga yothe ya thĩ ĩkarathimwo nĩ ũndũ waku. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana asifiwe. Abraham alibarikiwa vile, na tunaona uzao wa Abraham. Tunaona sasa wale uzao ambao sasa ulikuwa umebarikiwa na Bwana through Jacob. Bwana asifiwe. Tunaona sasa mtu akipanga kuwa laani, na tunaona roho wa Mungu akishuka na akitangaza hadharani, atakaye laani hawa amelaaniwa, atakaye wabariki amebarikiwa. Kwa hivyo anasema yale maneno aliambia Abraham mbeleni. Bwana asifiwe. So it still stands. Abraham hayuko, lakini neno la Mungu limesimama. Bwana asifiwe. Sio sababu Abraham hayuko sasa wataingilia watoto wake. Kile alikuwa ameambiliwa bado imesimama juu ya familia yake. Bwana asifiwe. Bado iko juu ya watoto wake Abraham. Kwa hivyo Balak kama anataka kubarikiwa ni abariki Israeli, sio kuwa laani. Bwana asifiwe. Akiendelea na kujaribu kuwa laani, yeye atajipata mashakani. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. Balaki agĩgĩcinwo nĩ marakara mũno nĩ ũndũ wa Balamu, agĩkĩhũra agĩkĩra Balamu atĩrĩ, ngwĩtire ũke gũkũ nĩguo ũnumĩre thũ ciakwa. Na rĩrĩ, rĩu ũgũgĩcirathima gũcirathima biũ mahinda maya matatũ. Ũndũ ũcio rĩu gĩũkĩre ũre. Ndecirĩtie atĩ nĩngũgũtũgĩria ũtĩĩke, no rĩrĩ Jehova nĩakũgirĩtie ũtĩĩke. Bwana apewe sifa. Hasira ya Balak ikawaka juu ya Balaam, akapiga makofi. Kwa hivyo akaona hasira, akapiga makofi. Bwana apewe sifa. Yaani ishara ya kukasirika. Bwana apewe sifa. Juu ya Balaam, hasira yake ikaonekana wazi, sababu alipiga makofi, hata watu wakajua huyu jamaa amekasirika. Bwana asifiwe. Ikawaka juu ya Balaam, akayapiga makofi. Balaki akamwambia Balaam, unajua sasa hasira yake ni kwamba ni kama kuona kwamba wewe nimekulipa ufanye hii kazi, and yet unafanya the opposite. Bwana asifiwe. Nimekuita uwalaani, sasa wewe unawabariki. Na in fact hata imefika mahali ni kama unataka kulilaani. Bwana apewe sifa. Sababu wanasema atakayekulaani alaaniwe. Na huyu amesimama hapa kando. Bwana apewe sifa. Sasa anamwambia, basi sasa kimbilia mahali pako. Na niazimu kukuheshimu sana, lakini tazama Bwana amekuzuilia heshima. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anamwambia sasa kimbia, rudi kwenda kwako. Bwana asifiwe. Torokea kwako.
nilikuwa nimepanga kukubariki, nilikuwa ningekuwa nikuinue. Bwana asifiwe. Nilikuwa nikubariki. Yaani haungekuwa hivi. Mahali nilikuwa na mawazo yangu kama kumwambia mawazo yangu juu yako ilikuwa ni nzuri sana. Mahali nilikuwa nikuinue, ningekuinua. Ningekubariki. Ndio kiatogera. Bwana asifiwe. Wewe hata kama ungekuwa za kwa state function wewe unaitwa kuombea. Bwana yaani tu vile kuendelea. Lakini sasa Mungu wako amekuzuia. Kama sio Mungu wako wewe ningekubariki. Ni kama vile tu dunia uendelea. Vile mara mingi sisi utishwa duniani ya kwamba isipokuwa ni wokovu, kama sio hiyo wewe tungekubariki, tungekuinua. Kuna wengi hata wameacha kuja kanisani sababu ya kubarikiwa na watu. Because you are not one of us. Wewe unaenda kanisani. Kama sio kanisa tungekuwa tunakuita, tunakuitia kazi. Lakini sasa unaenda kanisani hatukuitii. Ni kama Mungu wako ndiye amekuzuia. If you want blessing wachana na Mungu. Kama ungetaka kuinuliwa wacha kufuata Mungu. Bwana apewe sifa. Vile vile tu Yesu aliambiwa ukiniinamia, hivyo ndio shetani alimwambia atampa hiyo mali yote. Bwana asifiwe. If only utaacha Mungu wako. Na wengi wa Kristo tunafika mahali tunajipata mahala pale. Kuna mwingine anaoratishwa kuhusu hiyo Sunday. Why do you go? Mbona utokei Sunday? Isipokuwa kama ungekuwa unakuja ungebarikiwa kama hao wengine. Bwana asifiwe. Bado ukikuja ukitujoin utabariki, lakini ukienda hiyo kanisa utabarikiwa na nini ukienda Sunday? Bwana apewe sifa. Nakumbuka Mungu akiongea na Waisraeli aliwaambia kuhusu siku ya Sabato, na akawaambia hiyo siku wasifanye kazi yote, but siku ya 6 atawabariki ya kutosha mpaka ya Sabato. Bwana asifiwe. Hata wakati aliwaambia kuhusu mwaka ule wa Sabato, mwaka wa 6 ilikuwa kwamba watabarikiwa ya kutosha hiyo mwaka wa Sabato na hata ile next year wakati wanapanda. Bwana asifiwe. Meaning for about 3 years wako na chakula ya kutosha. Bwana apewe sifa. Sababu Mungu he is the provider. But mara mingi wanadamu huja mbele zetu na kutufanya tuwaone ni kama wao ndio wanatupatia. Ni kama wao, bila wao hatuwezi pokea. Bwana asifiwe. Lakini ona Israeli. Hata vile Balaam ananena anasema wako ni kama bustani imepandwa kando ya mto, which means as long as we are with God ni kama tuko karibu na maji, hatuna ukosefu. Bwana asifiwe. Usidanganywe na mwanadamu ati wewe tu ningekuinua. Kuinuliwa na mwanadamu sio kitu ukikompea na kuinuliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Mahali Mungu atakuinua ni mbali zaidi. Ya mwanadamu ni ya uongo. Bwana asifiwe. Ni wangapi waliinuliwa hata wakati wa uchaguzi lakini mambo ikafanyika tena wakarudishwa chini. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wewe haukufanya hivi. Toka. Bwana apewe sifa. Wewe ongei kama sisi, enda. Bwana apewe sifa. So mwanadamu hata akikuinua hiyo usifurahie. Furahia kuinuliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Usitishwe na mwanadamu ati wewe I can bless you, I can give you, ninaweza kukuinua, naweza kukufanyia hata kama yeye ni mkubwa namna gani. Wewe furahia ya Mungu. Hiyo ni ya milele. Na hiyo ya Mungu huwezi nyang'anywa. Israeli vile wamebarikiwa, kumbuka hii kazi yote inaendelea ni kujaribu kuwanyang'anya kile wamepewa. Bwana asifiwe. But they are not able kuwanyang'anya sababu kile wako nayo Mungu ndiye amewapatia. Hata mtu ajaribu kuwalaani namna gani haiwezi. Bwana asifiwe. Sababu ni Mungu amewapokeza kile wako nacho. Bwana asifiwe. Sasa anatishwa anaambiwa kimbia mahali pako na niazimu kukuheshimu sana. Lakini tazama Bwana amekuzuia heshima. Ni kama kuambiwa blame your God. Bwana asifiwe. Yeye ndiye amekukata. Mimi niko tayari kukuinua. Laani wale nikuinue. Bwana asifiwe. Wewe ndio blame, yeye ndiye amekuzuia. Bwana asifiwe. Na wengine wetu hatuna werevu sana sababu we start blaming God. Bwana asifiwe. Wengine tunaanza hata kuwa ni kama tumekasirika. Ukiona mtu yuko katika wokovu but anafika phase fulani, una notice there is something happening spiritually. Bwana asifiwe. Kuna vile anapotea. Ameanza kuwa ni kama ako na hasira. Ni kama ameanza kuresent mambo ya Mungu. Imefika mahali ni kama akona sasa ameanza kuwa lazy hata kufanya mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Because imefika mahali ameanza kuona ni kama Mungu ndiye amemzuia baraka. Ameamini Balak. Bwana asifiwe. Yule Balak vile amekunenea umemwamini ya kwamba Mungu ndiye amekuzuia. Bwana asifiwe. And without knowing umeanza kutoka nje pole pole. Ukifikiria Balak atakuinua. Bwana asifiwe.
Na ukishatoka Balak hata kuinua. Bwana asifiwe. You are lost. Kwa hivyo tufurahie Mungu wetu. Balak kwa hivyo tumefika 11 na endelea 12. Nake Balamu akira Balaki atiri. Nake Balamu akira Balaki atiri. Githe ona nie ndiaririe na arekio aku aria wandekeirie. Ngimera atiri. Nake Balamu akira Balaki atiri. Githe ona nie ndiaririe na arekio aku aria wandekeirie. Ngimera atiri. Ona Balaki akihe nyumba yake iyuritio fedha na dhahabu ri. Ndingĩhota kwagarara kiugo kĩa Jehova atĩ nĩguo njĩke ũndũ mwega kana mũũru na ũhoro wakwa niĩ mwene. Ati Balaam akamwambia Balaki, je, sikuambia wajumbe wako ulionipelekea nikisema, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana, kutenda neno jema wala neno baya kwa nia yangu mwenyewe. Bwana atakalolinena ndilo nitakalolinena mimi. Bwana asifiwe. Anarudia yale maneno walikuwa wamenena hapo awali, sababu alikuwa amesema, aliambia wale wajumbe pale mbeleni ya kwamba haezi sema chochote isipokuwa ile Bwana amemnenea. Bwana asifiwe. Na hangeweza kupuuza amri ya Mungu. Mungu haezi kuhongwa. Bwana asifiwe. Haezi kudanganywa. Hata ujaribu mara ngapi, hawezi ukatwist mambo ya Mungu na uifanye iende kulingana na vile akili yako inataka. Bwana asifiwe. Lazima iwe kulingana na mapenzi ya Mungu. Although Balaam alikuwa atashatishwa maisha yake ya kwamba asiende kinyume na kile Roho wa Mungu atasema. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hata sasa ilikuwa ni vigumu sana Balaam abadilike na atende kinyume. The only thing angefanya ni kile Mungu anataka afanye. Lazima azungumze vile Bwana anataka azungumze. Hawa watu Mungu haja walaani, amewabariki. Kwa hivyo laana haingetoka kwa kinywa cha Balaam. Bwana apewe sifa. Hebu tuendelee. Enda 14. Na rĩrĩ, rĩu nĩndethiĩra njoke gwitũ. Tauka kumenyithie ũrĩa andũ aya mageka andũ aku matukũ marĩa magoka. Bwana asifiwe kidogo. Basi sasa tazama, ninakwenda kwa watu wangu. Ndio Balaam anasema, niarudi sasa. Haya, nitakuarifu mambo ambayo watu hao watakayowatenda watu wako siku za mwisho. Bado haijaisha. Bwana asifiwe. Ile yote imesemekana bado haijaisha. Sasa Balaam anamwambia, wacha sasa nikuambie vile hawa watu watafanya watu wako hizo siku za mwisho. Bwana asifiwe. Kile kitafanyikia watu wako siku za mwisho. Hakuweza kulaani Israeli. Sasa ni wakati ndio aende nyumbani. Lakini sasa ananena mara ya mwisho kuhusu siku za mwisho, siku zijayo. Bwana asifiwe. Not now, what is to come. Bwana apewe sifa. Hebu soma 15. Agĩgĩitĩka kwaria na thimo akiuga atĩrĩ, ciugo ici nĩcio cia Balamu wa Beori, o ũcio warĩ mũhingaru maitho, na nĩwe ũikaraga aiguĩte ciugo cia Ngai, agwĩte thĩ maitho make marĩ o mahingũku. Tunaona sasa Balaam anarudia introduction yake ya kinabii, akisema yeye sasa anaanza kujiintroduce tena. Ati akatunga mithali akasema, Balaam mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbuliwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake aliye juu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi afumbuliwa macho. Kwa hivyo yeye ndiye anasema. Hebu endelea 17. Atĩrĩrĩ, kuona nĩngũmuona no ti rĩu, na nĩngũcũthĩrĩria ndĩmũcũthĩrĩirie no ndirĩ hakuhĩ nake. Henja ta ĩkoima henja kuhu, ona ruo rũthanju rwa ũnene rume Isiraeli, rũthece mĩthia ya Moabi, nacio ciana ciothe iria irehithagie ngũĩ rũcinine biũ. Amen. Namuona lakini si sasa. Bado Balaam anasema, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo,
na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anasema anaona lakini si sasa. So whatever anaona sio sasa. Bwana asifiwe. It's like what anaona ni kitu ambayo iko in the distant future. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni unabii. Anaona jambo ambalo iko mbali, haiko sasa. Sababu anasema ninaona, namuona lakini si sasa. I can see him lakini sio sasa. Na mtazama lakini sio karibu. Kwa hivyo kile anatazama iko mbali. Bwana asifiwe. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Kwa hivyo kuna nyota itatokea pale. Kwa hivyo kuna mfalme, mtawala atatokea pale Israeli. Bwana asifiwe. Na fimbo ya enzi iko mkononi mwake. Kwa hivyo ni mfalme ambaye ako na mamlaka. Bwana asifiwe. Atatokea pale Israeli. Mfalme ambaye atatekeleza hukumu ya Mungu. Kutakuwa na utawala ndani. Kwa hivyo kuna utawala fulani atatokea nayo, sababu tunaambiwa na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mfalme mwenye nguvu atatokea pale Israeli. Bwana apewe sifa. Ukikumbuka tunaona tendo la kwanza la huyu mfalme ni kuharibu mataifa yote ambayo yanaenda against wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Hebu tusome tu hapo katika 2 Samuel Soma hapo 2 Samuel 8:2. Ningĩ akĩhũra Amoabi, agĩcoka akĩmara mĩhari makometio thĩ, nao andũ a mĩhari ĩrĩ akĩmathura o kũmathura. Tunaona hapo kwamba acha some tutoka 1. Just 1 na 2. Na gũgĩkinya atĩ thutha wa maũndũ macio, Daudi akĩhũra Afilisti akĩmatooria biũ, agĩkĩmatunya itũũra rĩao rĩrĩa rĩohete marĩa mangĩ, na hinya agĩgĩathana kuo ithenya rĩao. Ningĩ akĩhũra Amoabi agĩcoka akĩmara mĩhari makometio thĩ, nao andũ a mĩhari ĩrĩ akĩmathura akĩmathura kũmathuragwo, akĩmathura akũragwo, na mũhari ũmwe mũgima gũtigwo muoyo. Nao Amoabi magĩgĩtuĩka ndungata cia Daudi, makamarutagĩra igoti. Kuhusu Daudi tunaona akapiga, yani mfalme Daudi sasa akapiga Moabu, akawapima kwa kamba hadi wamelazwa chini. Akapima kamba 2 za kuuawa na kamba moja nzima na kuhifadhi hai. Wamoabi wakawa watumwa wa Daudi, wakaleta zawadi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ndio mfalme Daudi hata alipotokea aliwapiga wa Moabu. Bwana apewe sifa. So kukawa kwamba kumetokea mfalme, na wakati huu bado makinena, kumbuka hakuna mfalme pale ambaye anatawala Israeli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile anaona it is what is to come. Bwana asifiwe. Kuna mfalme atatokea pale, na hapa tunaona hakika hata wakati Daudi alitokea aliwapiga wa Moabu. Tunakumbuka tena Sauli pia alipokuwa pale alipiga wa Amaleki. Bwana asifiwe. Na aliambiwa kwamba amalize wote, lakini akabakisha wale kondoo wanono. Bwana asifiwe. But alikuwa awamalize wote. Kwa hivyo tunaona kile Balaam anaona ambayo haiko karibu, iko mbali, itatimia, itatendeka, watapigwa. Bwana apewe sifa. Watawezwa, wafalme wao hawatakuwa na nguvu dhidi ya mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. Na hebu soma tena hapo 13. Bado tu hapo 2 Samuel 8, soma 13 to 14.
Nake Daudi agĩkĩgĩa igweta mũno hĩndĩ ĩrĩa oimire kũhũra Asuriata andũ 18,000 o kũu gĩtuamba-inĩ gĩa Cumbĩ. Ningĩ agĩkĩiga thigari a kũrangĩra kũu Edomu, nakuo kũu Edomu akĩiga athigari acio kũndũ guothe, nao Aedomu othe magĩgĩtuĩka ndungata cia Daudi. Nake Jehova agĩgĩtũma Daudi ahotane kũndũ guothe kũrĩa athiaga. Basi Daudi akajipatia jina aliporudi kutoka kuwapiga Waedomi katika bonde la chumvi, watu 14,000. Akaweka askari wenye kulinda ngome katika Edomu, katikati ya Edomu yote akaweka ngome, na Waedomi wote wakawa watumwa wa Daudi. Naye Bwana akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Bwana asifiwe. Unaweza angalia Daudi, ufikirie Daudi alikuwa na ujasiri wake. Bwana asifiwe. But everything anafanya anatimiza mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Anatenda kile Bwana ameahidi kitatendeka. Bwana asifiwe. Kuna sababu ukiangalia Israel hata kushinda kwake already ilikuwa ishatabiriwa. Bwana apewe sifa. Kuwapiga hata wale jirani wao ambao ni adui zao wameshatabiriwa vile. Bwana asifiwe. In fact, the only time Israel walikuwa wanapigwa ni wakati wao hawajakaa vizuri mbele za Mungu. But as long as walikuwa wamekaa vyema mbele za Mungu, hakuna adui aliweza kusimamana nao. Bwana asifiwe. Walikuwa wakiangusha adui zao. Turudi pale. Endelea hapo 25-24 kwa 18. Ona kwa Edomu ndugu yakwatirwa gũtuĩke gwake. Amen. Kidogo. Hapo tumesoma kwanza kuhusu Edomu. Sasa hivi tumesoma before hata bala maneno. Sasa ndio bala maneno kuhusu Edomu. Bwana apewe sifa. Hiyo tumetoka kusoma kwamba hata wao walipigwa. Hebu endelea. Ona kwa Edomu ndugu yakwatirwa gũtuĩke gwake. Na kwa Seiru kũrĩa kwarĩ gwatho ciake kwĩgwatĩrwo gũtuĩke gwake. Onake Isiraeli nĩageka maũndũ ma ũcamba. Soma mpaka 19. Thĩinĩ wa Jakubu nĩho hakoima mũndũ ũrĩa ũgathamaka, nake nĩakanina andũ arĩa matigarĩte itũũra-inĩ biũ. Amen. Na Edomu itakuwa milki, Seiri pia itakuwa milki waliokuwa adui zake, Israeli watakapotenda kwa ushujaa. Mwenye kutawala atakuja kutoka Yakobo, atawaangamiza waliobaki mjini. Bwana apewe sifa. Na hakika tukisoma hapa na tuangalie baadaye, tunaona hakika wakati mfalme alitokea Israeli walienda wakishinda adui zao. Bwana asifiwe. Ufalme wa Daudi ulianzisha utawala wa Israeli. Bwana asifiwe. Na pia tena pale kuna mfalme alitokea ambaye ni wa milele, yani Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Ambaye tunaona kwamba yeye tena ni mfalme wa milele juu ya mataifa yote. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile Balaam anaona ni jambo ambayo hakika ilikuja kutimia baadaye. Hebu tuendelee 20. Oh sorry. Before that, hebu tuingie tu hapo Revelation 19. (11 to 16). Na nĩndonire igũrũ rĩhingũkĩte, na nĩ atĩrĩ, kwĩ mbarathi njerũ na ũrĩa ũmĩhaicĩte wĩtagwo mwĩhokeku na wama, nake atuaga ciira ona mbara akaruta na kĩhoto. Na maitho make matariĩ o ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki, na mũtwe wake ena managĩ maingĩ ma ũnene, na ena rĩtwa andĩkĩtwo gũtarĩ ũrĩ ũĩ tiga o we mwene. Na nĩahumbĩte nguo itoboketio thakame-inĩ, na rĩo rĩtwa rĩrĩa etagwo nĩ ũhoro wa Ngai. Nacio ita iria irĩ igũrũ ikamuuma thutha ihaicĩte mbarathi njerũ, na igekĩra nguo cia taama wa gatani ũrĩa mwega mwerũ mũtheru. Ningĩ kanua-inĩ akoima rũhiũ rũũgĩ na rwa kũhũra ndũrĩrĩ naruo, na nĩagacigĩraga na rũthanju
wakigera na niwe urakaga ihero rĩa ndibei ĩrĩa yawe na marakara ma Ngai mwene hinya wothe. Na noguo na nguo yake na kĩero gĩake ena rĩtwa andĩkĩtwo atĩrĩ, Mũthamaki wa athamaki na Mwathani wa athani. Kisha naziona mbingu zimefunguka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki na hukumu hufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asiyolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovyo katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe, na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyanga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe. Bado kutoka Yakobo, Lion of Judah, Bwana apewe sifa. Root of David, mfalme wa wafalme, bado yuko pale, ametoka Yakobo. Bwana asifiwe. Ambaye tunaona pia na yeye ndio sasa mfalme wa wafalme. Mkifikiria Daudi yuko pale, kuna huyu tena wa milele. Bwana apewe sifa. So whatever ilikuwa inaenda kutokea Israel, Bwana asifiwe, kuna utawala ambao ulikuwa unatokea pale Israel ambao sio wa kawaida. Hawa sio watu wa kulaaniwa. Bwana angelaaniaje hii root yote ambayo inaenda kumtoa mpaka Yesu Kristo mfalme wa milele? Bwana apewe sifa. Tena unamwambia Bwana walaani wale watu ndio washinde. Bwana apewe sifa. Na tunaona mpaka mwisho watakuja kutawala. Na sio tu pale, bado watatawala hata mpaka dunia nzima. Bwana asifiwe. Kupitia yeye mfalme wa wafalme ambaye ndio Yesu Kristo. Abraham aliambiwa kupitia Yosef dunia nzima itakuwa kubarikiwa. Bwana asifiwe. Na sisi leo tumebarikiwa kupitia Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hawa hawangekuwa ni watu wa kulaaniwa. Na kile chote ambacho Balaam anasema kupitia Roho wa Mungu tunaona ilikuja kutimia na bado inaendelea. Bwana apewe sifa. Hebu tuendelee. Ningĩ harũra Amaleki agĩitĩka kwaria na thimo akiuga ũũ, Amaleki nĩwe warĩ mũtongoria thĩinĩ wa ndũrĩrĩ, na rĩrĩ horo wake wa kũrigĩrĩria-rĩ nĩ kũninwo akaninwo. Kisha akamwangalia Amaleki, akatunga mithali yake akasema, Amaleki alikuwa ni wa kwanza wa mataifa, lakini mwisho wake atafikiria uharibifu. Bwana asifiwe. Amaleki pia alipigwa. Sauli ndiye aliambiwa amka, enda apige Amaleki. Sauli akaenda na hakika akampiga mfalme wa Amaleki. Bwana asifiwe. Na ile wakumbuka na Samuel alikuja kukata Agagi akammaliza. Na aliambiwa enda uamalize. Sababu Mungu alikuwa amesema Amaleki lazima atawapiga. Na Sauli alipoenda hakika alishinda hiyo vita, but what did Saul do? Hakutii Mungu mpaka mwisho. Yeye alipiga ndio, lakini ikafika mahali akabakiza zile vitu watu walitaka kuweka. Bwana asifiwe. Naye hapo ndiye aliondolewa uongozini, but still tunaona walikuja na wakapigwa. Amaleki kumbuka ni walikuwa pia ni wazao wa Esau, wana wa Amaleki ambaye ilikuwa ni mjukuu wa Esau. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa familia hiyo. Alafu sasa Edom pia ni walikuwa sasa watoto directly wa Esau. Bwana asifiwe. Na kumbuka Amaleki ndio wale waliotangulia kushambulia Israel wakati Israel walikuwa wametoka Misri. The first time tuliona wametoka Misri wakiwa njiani barabarani walishambuliwa na Amaleki. Na kutoka hapo Bwana akasema kwamba atakuwa na vita na Amaleki. Bwana asifiwe. Na ndio hawa mpaka sasa Balaam anatabiri kuwahusu kupigwa kwao. Balaam sijui kama anajua